Katika kijiji cha Busega, sehemu iliyozungukwa na misitu yenye mizimu ya kale, mito yenye hewa nzito, kulizaliwa hadithi ya mapenzi ambayo ilipasua anga la matumaini. Lakini hii haikuwa hadithi ya kawaida. Hii ni simulizi ya tamaa, uchawi na usaliti wa kutisha. Asha, binti wa tabasamu la upole na macho yaliyoficha siri, alijulikana kama Malkia wa Upendo. Masanja, kijana mwenye nguvu na ndoto kubwa, alidai kumpenda kwa moyo wake wote. Waliishi wakisukwa na ndoto za pamoja, ndoto za familia, furaha na heshima mbele ya jamii. Lakini moyoni mwa Masanja, tamaa ilianza kuchipuka polepole. Hakuridhika na mapenzi ya kweli ya Asha. Alihitaji zaidi: mali, heshima na nguvu. Ndipo akajikuta akimvizia Neema, msichana wa mchawi mkuu wa kijiji jirani cha Buguku. Usiku mmoja wa mwezi mpevu, Masanja alisaliti kiapo chake cha mapenzi. Alifanya tambiko la mapenzi na Neema mbele ya moto wa mizimu, wakiahidi kuwa pamoja milele. Wakaapa kwa damu yao wenyewe, wakavunja viapo walivyoweka na Asha. Hakujua kuwa kwa kuvunja ahadi mbele ya mizimu ya msitu, alikuwa amefungua mlango wa laana ambayo isingeweza kufungwa. Siku iliyofuata, Asha alihisi tofauti. Ndoto zake zilijaa kelele za maua yanayonyauka, damu inayomwagika na sauti ya mwanamke akilia gizani. Kwa msaada wa bibi yake, Mama Nyanguge, mchawi aliyestaafu, Asha aliamua kuutumia uchawi wa damu na uchawi wa vizazi kulinda moyo wake uliovunjika. Usiku wa tambiko, Asha alikusanya maua yaliyonyauka kutoka msitu wa Gumba. Kwa tone la damu kutoka moyoni mwake, alifanya agano la kugeuza usaliti kuwa nguvu ya milele. Maua haya hayakuwa ya kawaida. Kila ua lilikuwa kumbukumbu ya ahadi ya uongo, na kila tone la damu lilikuwa kiapo cha kulipa kisasi. Masanja alianza kubadilika. Ndoto zake zikafifia. Nguvu zake zikaisha. Hatimaye alisahau hata jina lake mwenyewe. Aligeuka kuwa kivuli cha mtu ambaye ni mtumwa wa mapenzi yaliyolaaniwa. Aliishi kumtazama Asha kwa macho ya kuomba rehema, lakini hakuwahi kupata msamaha. Katika kijiji cha Busega, wanakijiji waliona mti wa ajabu ukimea katikati ya ardhi ya misitu. Mti huo ulikuwa na maua mekundu yaliyonyauka. Wanakijiji walielewa ulikuwa mti wa roho za walioasi. Kila anayepita karibu alisikia sauti ya upepo ikinong'ona kwa huzuni. Maua ya kweli hayawezi kununuliwa, lakini yanaweza kulaaniwa.